mtazamo wetu na kuangazia kwetu kutaiangazia maisha ya mwenye haki. Haleluya. Tutaiangazia maisha ya mwenye haki, the righteous, ambao wakati mwingine tuliwahi kufunza hapa kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. So tunaangazia sasa, focus yetu ni juu ya the righteous, au wenye haki wa Mungu hapa duniani. Tuko pamoja kanisa? Hebu tufungue kitabu cha Wagalatia. Tabia ya mwenye haki wa Mungu duniani. Wagalatia sura ya 6 mstari wake ni 8. Tuanzie pale. Bwana Yesu lipewe sifa. Amina. Basi karibuni kwenye nafasi zetu asubuhi ya leo, ikiwa bado ni mida ya saa 4 ikielekea saa 5. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa upendo huu na neema ya pekee ambayo ameifanya kwa ajili yetu sisi sote, ili tuweze kuwepo mahali hapa. Haleluya. Maana kama Mungu asingependezwa na hili, tusingekuwa bado tunapumua, lakini imempendeza kwamba hatukusanye tena kwa lengo moja tu, ya kwamba tuweze kulitukuza jina lake lililo takatifu maisha yetu. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kwa hivyo tunamuinua Yesu katika yote, jinsi anavyoendelea kutushughulikia na kuendelea kuifinyanga mioyo yetu, na hakika kutuandaa katika kuyaishi maisha ambayo yampendezayo, wakati tunavyojua kwamba siku yake ya kurudi tena inazidi kwenda ikikaribia. Haleluya. Amina. Basi hatuna budi nasi pia kufanya yatupasayo katika upande wetu, kuhakikisha kwamba mwana wa Adamu anapofunuliwa mara ya pili, nasi tuwe kwamba tupo tayari, kwa sababu ya kurudi kwake mara ya pili ulichukua kanisa lake katika uso wa dunia. Ndio maana hakuna injili nyingine tunaweza kuhubiri kando na kurudi kwake Kristo, utakatifu, usafi, na kuishi maisha ambayo yanayompendeza Yesu. Haleluya. Amina. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Maana hilo ndilo tumepewa kulifanya katika wakati huu. Tuko pamoja kanisa? Amina. Haleluya. Amina. Jina la Yesu libarikiwe. Amina. Ili mimi na wewe tuweze kufanya yale ambayo yanampendeza siku zote. Amina. Amina. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mathayo sura yake 25, kuanzia pale mstari wake ni wa 31. Haleluya. Amina. Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wake ni wa 31. Mathayo 25 ndio 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, pamoja na malaika wake watakatifu, ndipo watakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Ndipo watakapoketi katika kiti kile cha utakatifu wake, yani Yesu ataketi. 32. Ndio. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Na mataifa yote yatakusanyika mbele zake. Naye atawapagua
kama vile mchungaji apaguavyo kondoo na mbuzi. Kama vile mchungaji anavyopagua kondoo na mbuzi. 33. Ndiyo. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume. Kondoo atawaweka mkono wake wa kuume. Na mbuzi mkono wake wa kushoto. Na mbuzi mkono wake wa kushoto. 34. Ndiyo. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume. Ndiyo. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu. Urithini ufalme mliowekewa tayari. Tangu kuumba ulimwengu. Ndiyo. 35. Ndiyo. Kwa maana nalikuwa na njaa. Ndiyo. Mkanipa chakula. Ndiyo. Nalikuwa na kiu. Mkaninywesha. Ndiyo. Nalikuwa mgeni. Mkanikaribisha. Ndiyo. 36. Nalikuwa uchi. Ndiyo. Mkanivika. Nalikuwa mgonjwa. Ndiyo. Mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni. Mkanijia. Kweli? 37. Ndiyo. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha? Lini tulipokuona ukiwa na njaa tukakulisha? Au una kiu tukakunywesha? 38. Ndiyo. Tena ni lini tulipokuona mgeni? Tena ni lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha? Au uchi tukakuvika? Tukakuvika? Ndiyo. 39. Ni lini tena tulipokuona mgonjwa? Ni lini tena tulikuona mgonjwa? Au kifungoni tukakujia? 40. Na mfalme atajibu akiwaambia, Amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu, walio wadogo, ndiyo, mlinitendea mimi. 41. Ndiyo. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake. 42. Ndiyo. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula. Nalikuwa na kiu, msininyweshe. 43. Ndiyo. Nalikuwa mgeni, msinikaribishe. Nalikuwa uchi, msinivike. Nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. 44. Ndiyo. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa? Au una kiu? Au mgeni? Au uchi? Au mgonjwa? Au kifungoni? Tusikuhudumie? 45. Ndiyo. Naye atawajibu akisema, Amini nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. 46. Ndiyo. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele. Bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Haleluya. Amina. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Maandiko tuliyoyasoma katika Mathayo ya sura ya 25 yanazungumzia kurudi kwa Yesu. Lakini hapa tulipopasoma tunaangazia
maneno yafuatayo. Haleluya. Amina. Kutenganishwa kwa mbuzi na kondoo, au kondoo na mbuzi. Separation of the sheep and the goat. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Kutenganishwa kwa kondoo na mbuzi. Na ndani yake tunataka kuangalia tabia ya kondoo. Tuko pamoja kanisa? Tabia ya nani? Kondoo. Na majina mawili haya yametumika. Kondoo ametumika na mbuzi ametumika. Wote hao ni wanyama ambao wametumika kama mifano ambayo inayoashiria binadamu na tabia za binadamu. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Si kwamba Mungu analenga kuleta picha ya kondoo kweli na mbuzi kweli, lakini wanaozungumziwa ni picha tunayojengewa ya kuzungumzia wanadamu makundi mawili. Uko pamoja kanisa? Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Haleluya. Kwa kuwa tunaelewa vizuri kurudi kwa Yesu mara ya pili duniani, haji tena kuteswa na wanadamu, haji tena kukejeliwa na binadamu, haji tena kuchekwa na wafalme wa dunia. Haleluya. Maana mara ya kwanza Yesu alipokuja duniani walimkejeli, walimpiga, walimtemea mate, walimsemaga kama vile walivyojisikia kusema juu yake. Haleluya. Amen. Lakini this time round Yesu anaporudi haji kwa njia hiyo. Maana sasa anakuja as a judge. Haleluya. Haleluya. Haji tena sasa kuokoa. Mara ya kwanza alikuja kuokoa binadamu kutoka dhambini, lakini raundi hii anapokuja anakuja kwa sababu ya hao ambao wanayaishi maisha yake, hao walio na mwenendo na tabia na sura inayofanana duniani. Kwa pamoja kanisa? Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Tuko pamoja. Kama Yesu haji kama alivyokuja mara ya kwanza. Ndio maana kurudi kwake Yesu Kristo anarudi kama hakimu ambaye anakuja kuhukumu binadamu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sasa mtazamo wetu na kuangazia kwetu tutaiangazia maisha ya mwenye haki. Haleluya. Tutaiangazia maisha ya mwenye haki, the righteous, ambao wakati mwingine tuliwahi kufunza hapa kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. So tunaangazia sasa, focus yetu ni juu ya the righteous, au wenye haki wa Mungu hapa duniani. Tuko pamoja kanisa? Hebu tufungue kitabu cha Wagalatia. Tabia ya mwenye haki wa Mungu duniani. Wagalatia sura ya 6 mstari wake ni wa 8, kuanzia pale.
Ndio. Galatia 6 mstari wa 8. Maana yeye apandaye katika mwili wake, Kwa maana yeye apandaye katika mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, katika mwili wake atavuna uharibifu. bali yeye apandaye kwa Roho, Bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. katika Roho atavuna uzima wa milele. Haleluya. Amina. Yeye apandaye kwa mwili atavuna nini? Atavuna nini? Mauti. Atavuna kwa njia Mauti. ya mauti. Haleluya. Amina. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Yeye apandaye kwa mwili atavuna Mauti. mauti. Apandaye katika tamaa za kidunia ambao ni mwili atavuna humo uharibifu, lakini akipanda kwa Roho atavuna kutoka kwa Roho uhai wa milele au uzima wa milele. Yaani apandaye kwa mwili atavuna nini? Uharibifu. Haleluya. Apandaye kwa mwili atavuna uharibifu. Nasemaje? Aishie maisha yasiyo ya haki, unrighteous life. Haleluya. Anayeishi maisha yasiyo ya haki, matarajio atavuna nini? Uharibifu. Maana the righteous wanayaishi maisha ambayo ni ya kimwili. Tuko pamoja? Katika tamaa za mwili wanaishi maisha ya kimwili, wanatawaliwa na mwili, wanatawaliwa na anasa na raha za dunia, wanatawaliwa na hali ya ubinafsi, kiburi na mambo mengine. Maana hiyo yote ni hali ya kimwili. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Apandaye kwa mwili atavuna uharibifu. Ukipanda kwa mwili utavuna uharibifu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Yamkini chochote ukifanyacho, kama ukifanya kwa njia ya Roho wa Kristo, akiwezi kukuzalia maisha ya kukupa uzima wa milele, bali kitaleta nini? Uharibifu, destruction. Haleluya. Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kwa yapaswa upande kwa Roho. Wapandao kwa Roho watapata uzima wa milele. Yaani nasema yaishini maisha ya haki ya Mungu, matokeo yatakuwa ni nini? Uzima wa milele. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Lakini ukiyaishi maisha ambayo sio ya haki ya Kristo, matokeo ni kwamba utapata uharibifu. Maana umepanda katika mwili, si katika roho. Na wapenzi wa mwili ni wengi. Haleluya. Amen. Walio katika mwili ni wengi. Na maisha mwili ndio Yesu akaambia wanafunzi wake katika John chapter 6. Akawaambia mwili si kitu, bali roho ndiyo ina nini? Uzima, yapatianaye uzima. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Ategemeaye mwili anataka uharibifu, kuangamia. Maana ni maisha ya kidunia, hayo ni maisha kupenda dunia, hayo ni maisha ya kuishi katika raha za dunia hii, hayo ni maisha ya kushikamana na uharibifu wa dunia, hayo ni maisha ya wale wanaolewa, ya wale ambao wapenda nasa, wazinzi,
washerati, wachawi, washirikina, waganga na hata wafuga majini. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maana wote hawa wanapanda katika mwili. Matokeo ni uharibifu. Tuko pamoja. Amen. Lakini ukimpokea Roho wa Kristo, ukitembea katika njia zake za haki, matokeo ni uzima wa milele. Tuko pamoja kanisa? Amen. Tuko pamoja? Amen. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Ndio. Tena tusichoke katika kutenda mema. Tusichoke katika kutenda mema tena. Maana tutavuna kwa wakati wake. Tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia roho. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tusichoke kutenda mema. Usichoke kutenda mema. Kwa sababu gani? Utavuna kwa wakati maalum. Haleluya. Amen. Tena tusipozimia, usipoishiwa na nguvu za kuendelea kutenda mema, za kuendelea kusimama kuwa shahidi wa Yesu, za kuendelea kushuhudia matendo makuu ya Yesu Kristo duniani, ya kuendelea kusema haki ya Mungu, utakatifu wake, kurudi kwake tena mara ya pili, usafi katika maisha ya mioyo ya watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Kuwasaidia wale wasiojiweza, kuwasaidia wale yatima na hata wachane. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Kutoweza kuwavunjia mkono hao walio na mahitaji, kutoweza kujiondoa kati ya hao wanaohitaji msaada wakajiweka pembeni. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Uwakunjulie mkono wako, uwasaidie, uombe pamoja nao wakiwa katika hitaji, uweze kushiriki kubeba lile hitaji mahali neema ya Yesu inakufikisha wewe. Haleluya kanisa. Amen. Tena tusichoke katika kutenda mema. Haleluya. Amen. Tunapaswa kutenda mema wana wa Mungu. Tunapaswa kutenda mema waliokolewa na Yesu. Tunapaswa kutenda mema, hawe ni antipiso, hawe ni piso, hawe ni aposto, hawe ni pasa, hawe ni prophetess. Sote tunapaswa kutenda mema. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Kwa wanadamu wote pasipo kubagua ni nani yule ambaye tunamtendea mema. Tuko pamoja. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja kanisa la Kristo Yesu. Amen. Tuko pamoja wana wa Mungu. Amen. Maana hiyo ni jukumu letu. Baba anasema namna hii, tena tusipochoka kutenda mema, tusipochoka kutenda mema, tutarajie nini? Kuvuna mafuno kwa wakati wake. Haleluya. Amen. Basi tusichoke kutenda mema, maana tusipolegea tutavuna mafuno kwa wakati wake. Tena tusipolegea. Haleluya. Amen. Paulo anasema katika Wakorintho, hatulegei hata kama miili yetu ya nje. Hebu nisomee ile andiko. Kitabu cha Wakorintho pale sura ya 4, mstari wa 16 na 17. Wakorintho. Kwa pamoja. Amen. Sura ya 4 mstari wake wa 16 hapo na 10. Mstari wa 16.
Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, unafanya nini? Unachakaa. Lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku kwa siku. Yaani tunaendelea kuwa renewed day by day. Hallelujah. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tunaendelea kufanya upya siku baada ya siku. Maana tuangalie mwili huu wa damu na nyama hapa. Tunaangalia mtu wa ndani. Hallelujah. Ambaye anayefanywa kumfanana Kristo kama jinsi alivyo. Hallelujah. Amen. Tuko pamoja kanisa. Amen. Tuko pamoja. Kwa hiyo hatulegei. Tukasema tumechoka sasa na kuendelea na safari ya imani. Tumechoka kumwamini Yesu. Tumechoka kuomba. Tumechoka na ibada. Tumechoka kufanya kazi ya Bwana. Tumechoka kuhubiria wenye dhambi, kuambia Yesu anarudi. Haleluya. Tumechoka kuwaita kwa Yesu, tuambie mbona Yesu anawahitaji. Masaa yanazidi kuyoyoma, muda unazidi kwenda kwa kasi mno. Haleluya. Na Bwana wetu anakaribia kufunuliwa mara ya pili, kwa sababu ya kulinyakua kanisa lake kutoka katika uso wa dunia, ili akaende kuishi pamoja nalo milele na hata milele. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Hatulegei. Hatufanye nini? Hatulegei. Utu wetu wa ndani unazidi kufanywa upya. Tuko pamoja. Haleluya. Ndipo akasema pia Paulo katika Wagalatia, anasema tusipolegea kutenda nini? Mema, tutafuna kwa wakati. Mavuno ni nini? Uzima wa milele. Haleluya. Si tinga, si shamba. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Haleluya. Si pesa kwa handbag na mifuko. Haleluya. Ama kwa mabangi. Anasema tusipolegea katika kutenda mema, tutafanya nini? Tutavuna uzima wa milele. Tutaingia katika paradiso. Tutaingia katika mji ambao Bwana Yesu alienda kuandaa. Anasema katika Yohana sura ya 14, anasema niaminini mimi. Haleluya. Haleluya. Nimeenda kuandaa makao. Nilipo nanyi mtakuwako. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Akina Filipo, akina Tomaso wanapoulizia maswali, anawaambia Tomaso, mwaijua njia? Filipo, nyinyi mnajua njia. Haleluya. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hafiki kwa Baba ila kupitia kwangu mimi. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Tuko pamoja wapendwa. Tuko pamoja. Tusipolegea kutenda mema, mwenye haki wa Mungu apase kulegea katika kutenda mema. Tuko pamoja. Usisahau wale tuliposoma katika Mathayo 25:31 kuendelea. Tuko pamoja. Achoki. Mwenye haki wa Mungu achoki. Usichoke tena kutenda mema, kwa sababu matarajio ni kuvuna uzima wa milele. Haleluya. Mstari wa 9. Paulo anasemaje na Wagalatia? Mstari wa 9 wa 10, sorry. Kwa hiyo mstari wa 10. Ndio. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, kwa hivyo bado kama tuna wakati, na tuwatendee watu wote mema. Nilikwisha kutangulia kuambia, usiwe mtu wa pashariti. Usiweze kupagua wa kutendea mema ndugu yako wa damu, wa kutendea mema iliyomwamini Yesu pamoja naye. Usipaue. Haleluya. Watendee watu wote mema, maana hao wote waliumbwa na Mungu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Haleluya. Kama umeokolewa, na unajua kwamba
ili awaokoe mioyo yao. Maana Mungu wetu hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja kanisa. Amen. Tuko pamoja. Amen. Kwa hiyo tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema. Lakini akazidisha akasema vipi? Na hasa jamaa ya waaminio. Haleluya. Tuko pamoja. Amen. Amesema kwanza, section ya kwanza, amesema tuwatendee watu wote mema. Lakini ameendelea kuzidisha zaidi akasema, lakini zaidi jamaa ya waliomo ndani ya wokovu wa Yesu Kristo. Tuko pamoja kanisa. Amen. Tuko pamoja. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini wale wengine msifanye nini? Msiwapague, msiwatendee. Kwamba haya maneno nitashiriki na wale tulio nao katika imani tu. Hao wengine hao ni nguruwe na mbwa mwitu hao. Kwamba Biblia inasema wataweza kukurarua ukimwaga ruru na nini huko watakurarua. Wajuaje kama hivyo Yesu amekusudia muokoe? Haleluya. Ukikosa maana ya andiko usilitumie vibaya jamani. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Mtu akikosa kufahamu maana ya maandiko asiyatumie vibaya, bali ambapo hayastahili. Kwa sababu ile andiko litasimama siku ile ya hukumu. Yesu anasema sitomhukumu mtu, bali kwa lile neno alilolisikia. Maanisha utakuwa unalijua litasimama. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuwatendee watu wote mema. Ndio maana sasa mema haya yanayosema tukiyazingatia tutaendelea kusalia kuwa wenye haki wa Mungu. Lakini tukikosa kusalia katika mema tunayozungumziwa, tutakosa kusimama katika haki ya Mungu. Haleluya. Tuko pamoja kanisa. Tuko pamoja. Haleluya. Hebu nisome Waebrania. Some Waebrania kabla tujaendelea mbele. Waebrania sura ya 6 mstari wake ni wa 10 na wa 11. Waebrania 6 ndio mstari wa 10 na wa 11. Maana Mungu si dhalimu. Maana Mungu si dhalimu hata isahau kazi yenu. Unasikia? Usipochoka kutenda mema tutafuna. Haleluya. Tusipolegea tuwatendee mema watu wote hao. Haleluya. Atekizidi hao walio familia ya nani? Ya Yesu Kristo. Yaani asilale njaa mwenzako wewe ukitia ndani. Haleluya. Mbona burudika mwenzako analala njaa? Analala njaa. Una vitupa mwenzako amechemsha maji. Haleluya. Amen. Siku na kula nyingine na lale naoza unatupa kwa takataka. Tena upike nyingine kilo 2. Haleluya. Si vyema kabisa mbele za Kristo Yesu. Haistahili kamwe kwamba navyo uweze kumsaidia mwenzako ambaye hana. Hiyo si haki. Haleluya. Hiyo si vyema kabisa mbele za Mungu. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Tena akasema maana Mungu si dhalimu. Mungu si dhalimu hata isahau kazi yenu. Hata isahau kazi yenu. Kazi ipi hiyo mnayofanya ya kutenda mema? Haleluya. Amen. Mungu si dhalimu hata isahau kazi yenu hiyo mnayofanya mbele zake kwa niaba ya watu wake, hata sahau. Haleluya. Amen. Ndio
Tuendelee. Na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake. Mlilolidhihirisha kwa jina lake. Kwa kuwa mmewahudumia watakatifu. Na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Paulo anasema mtawahudumia. Paulo anasema na Wagalatia akisema hata sasa mngali bado mnaendelea kuwahudumia hao ambao wanahitaji, ambao wamepungukiwa, ambao wanahitaji msaada kwao, ambao wana mahitaji mbalimbali. Unaendelea bado kuwashughulikia. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Sijui kama unalisikia liko vizuri. Mungu akose haki yeye, hata isahau kazi yenu mlioifanya au pendo mlioonyesha kwa ajili yake katika huduma mliowapa na mnayowapa sasa watu wake. Lakini kumbuka, tumekwisha kuambiwa na yeye ni watu wote. Lakini hapa alikuwa anazungumzana na kanisa, kwa sababu aliona mahitaji yalikuwepo. Aliona watu wengine wako ambao wamepungukiwa, na aliona wale ambao wamejitoa kusaidia hao waliokuwa wamepungukiwa. Haleluya. Alijitoa kwa niaba ya wale ambao waliona kwamba wanahitaji msaada katika maisha yao. Waliona kwamba yapo mapungufu katika maisha yao: mavazi, chakula, viatu, nyumba na kadhalika. Waliona kwamba hapo panahitajika msaada wetu, na wakanyoosha mkono wakasaidia. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Vyema sana, inapendeza wakati wana wa Mungu tunapojifunza kwa mstari wa mbele kushika nafasi ambayo tumepewa na Kristo ya kuhakikisha kwamba tunasaidia kuifanya kazi ya kondoo. Haleluya. Amen. Kazi ya mwana kondoo ni mwenye haki kwa pamoja. Amen. Haleluya. Amen. Kazi ya nani? Ya kondoo. Mwana kondoo ni na upendo. Kondoo anajali. Haleluya. Amen. Kondoo achoki jamani. Ni tabia yake. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana anasema yeye si dhalimu, hata sahau kazi yako, hata sahau kile unachokifanya. Yamkini ndio maana nasema kwamba jiwekeeni hazina yenu. Haleluya. Amen. Ili elewe kama unalifanya aliende bure, kuna mahali naye. Haleluya. Amen. Kuna hazina si KCB. Kuna hazina ambayo si Family Bank. Kuna hazina si Equity. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Amen. Zile zinaweza zikaibiwa. Pesa inaweza ikachomeka. Haleluya. Amen. Mashine zinaweza haribika. Jamaa anaweza piga tunnel ya chini wakatokea kwa mtambo wenyewe wakapora. Na wakarudi kwa tunnel, wakarudi huko. Kisha asubuhi watu wakirauka, wengi imeibiwa. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Lakini huku nondo na kutwa fanye nini? Hawaingii. Tuko pamoja. Amen. Nasema Yesu dhalimu, analolisema ni kweli. Analolisema amemaanisha. Haleluya. Kumaanisha anasema naona upendo wenu juu yao Waebrania. Naona vile mmejitolea hata sasa mnaendelea kufanya. Nikauliza hivi, na sisi basi wapaswa macho yetu ya roho yafunguke. Haleluya. Zaidi katika kutenda tupasayo kama wana wa Kristo Yesu. Ndio maisha yetu yahesabiwe katika haki ya Mungu. La sivyo tutakaa kuwa mbuzi.
Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Tuko pamoja. Paulo anawaambia kanisa la Ibrania. Anasema 11. Hamu yetu nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile. Nasi tunataka basi kila mmoja wenu adhihirishe bidii ile. Yaani usipunguze mahali umeanza kufanya. Haleluya. Amen. Usilegee, usirudi nyuma, usikuje mkono, usiseme mimi nishafanya, wacha na wengine sasa wafanye. Haleluya. Amen. Afadhali mimi nishafanya mimi nishafanya mimi. Haleluya. Amen. No! Anasema bidii yenu, ahamu kwamba bidii yenu muendelee zaidi. Akatakuja kusema msichoke, msilegee, msiache kutenda mema. Maana wema si siku moja. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Wewe angalia wema wa Mungu wetu. Tunapumua, tunalala, tunaamka. Wewe wema wake. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Unalala, anakulinda usiku wote. Asubuhi unajikuta kwamba wewe bado uko hai, bado uko unaishi. Uko pamoja? Amen. Na wengine asubuhi watu wanasema jana kalala kabisa. Hapo ni kuamka. Wema wa Mungu. Ndio mwingine akaimba akasema wema wa Mungu nilizunguka. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Wema wake. Basi naye anawaambia, anasema hivi, hamu yetu ni kwamba kila mmoja wenu aoneshe bidii hiyo mpaka mwisho. Nasikia kanisa? Amen. Hamu yetu ni kwamba tuoneshe bidii ya kutenda mema siku zote mpaka mwisho, mpaka Yesu afunuliwe, mpaka Yesu arudi. Tusiache kutenda mema hapa, na hata tuyatendapa tujivuni. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Wala tulegei wala tuchoki, tunaendelea kuweka bidii. Tunamwambia Yesu tupe neema ya kutosha na nguvu ya kuendelea kusonga katika kufanya, maana tumechua faida, tuna uzima wa milele. Maana tumechua katika hili, sisi tumeahidiwa uzima wa milele. Haleluya. Amen. Maana tupande vya mwili. Haleluya. Amen. Tupande vya mwili jamani, apandaye mwili hataka kuharibiwa. Haleluya. Amen. Lakini apandaye vya rohoni na uzima wa milele katika Kristo Yesu, ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Malizia hiyo pati ya mwisho. Kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Wa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Ili yale anasema hili hiyo 11, ili yale mnayo yatumainia yapate kutimia. Ili yale tunayotumainia, tumaini letu na kuridhisha uzima ule ni kuingia kule. Haleluya. Wapi? Uzima wa milele, Yerusalemu mpya, mji ule ulioandaliwa naye Kristo Yesu. Haleluya. Raha ile ya milele, mapumziko yale ya milele. Haleluya. Matumaini yetu Yesu anapofunuliwa tumraki, twende pamoja naye. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Anasema hili yale mnayoyatumainia yapate kutimia. Kumaanisha tusipoendelea kuweka bidii, tumaini tulio nalo itakuwa bure. Sio kama unanipata? Amen. Unanipata kanisa? Amen. Unanipata mtu wa Mungu? Amen. Kwamba yale tunayotumainia tutakuwa na posti juu yake ikiwa tutaendelea kuweka bidii ya kutenda mema.
Maana hiyo ndio sehemu ambayo sisi tumehitiwa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Amen. Kwa sababu gani? Mwana wa Mungu tunajua yeye anarudi katika utukufu wake pamoja na malaika wake. Biblia inatuambiaje katika mstari wa 31? Atakapokuja mwana wa Mungu katika utukufu wake pamoja na malaika wake unasema kisha ataketi kwenye kiti chake cha enzi cha mbinguni. Haleluya. Amen. Mataifa yote, all the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Hallelujah. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Hapo sasa kuna kutenganishwa kati ya mbuzi na kondoo, lakini Yesu ameanza na kondoo. Kondoo atawaweka katika mkono wake wa kulia na mbuzi atawaweka katika mkono wake wa kushoto. Oh Yesu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Ndipo Yesu ambaye aliye mfalme na mwenye kuhukumu mataifa yote, wakati atakapokuwa amerudi, ataweza kuwapangua makundi haya mawili. Maana yeye ndiye atayahukumu mataifa yote, all the nations of the world. Hallelujah. Amen. All the languages of men on earth atasihukumu yeye. Sema ati mimi ni Muhindi, sisi kwetu tulikuwa tunaabudu ng'ombe. Asema haleluya. Ukujua kuna Mungu kando na ng'ombe. Ati sisi tulikuwa sijini wanani, tulikuwa tunaabudu nini? Haleluya. Amen. Siku hiyo hakuna cha dini ya mtu ati Buddhism. Judaism. Haleluya. Amen. Siku hiyo hakuna. Siku hiyo Mwana wa Mungu Yesu Kristo atakaposhuka pamoja na malaika wake kwenye kiti chake cha enzi cha utukufu, hapo ndipo mataifa ya dunia yatakapoweza kuhukumiwa kadiri ya matendo yao jinsi yalivyokuwa. Haleluya. Atawapaua kondoo mkono wa kulia, mbuzi wa kushoto. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Yeye atatawala akiwa mfalme wa wafalme. Yeye atawala akiwa Bwana wa mabwana. Yeye atawala akiwa Mungu wa miungu. Yeye atawala akiwa Baba wa milele. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Atawala milele. Hebu somea Ufunuo 17:14. Ufunuo 17:14. Mstari wa 14, Ufunuo 17. Ndio. Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Na mwana kondoo atawashinda. Na mwana kondoo atawashinda. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana. Hebu rudia tena. Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Ndio. Na mwana kondoo atawashinda. Na mwana kondoo atafanya nini? Atawashinda. Mwana kondoo atawashinda. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni Bwana wa mabwana, the Lord of Lords. Na mfalme wa wafalme. Na mfalme wa wafalme, the King of Kings. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Amina. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Tuko pamoja. Amina. Hao walio naye ndio walioitwa wateule. Haleluya. Amina. Na waaminifu walio pamoja na Kristo, hao walioshinda dunia
walioshinda uharibifu wa dunia, walioshinda mafundisho ya walimu wa uongo, walioshinda mafundisho ya dini ya uharibifu, walioshinda kazi za ule mnyama na yule mama kahaba. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Waliokataa kunywa mvinyo wake, waliokataa kuleweshwa na mafundisho yake maharibifu. Haleluya. Amen. Waliokataa kuzini naye. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hao ni wateule hao. Hao ni watakatifu. Watakaa naye Yesu. Maana ndiye Bwana wa mabwana. Maana ndiye mfalme wa wafalme. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Maana yeye atatawala milele. Enzi yake haina mwisho. Utawala wake una kikomo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Atatawala milele yote. Pamoja na hao watakatifu na hao wateule. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja wapendwa. Amen. So kumaanisha nini sasa katika 17 Ufunuo ambayo tumeisoma? So sasa tunaangalia watu wa makundi mawili. Haleluya. Amen. Tunaangalia watu makundi mangapi? Mawili. Wenye haki na wasio haki. Maana atakaotembea na wao atakuwa pamoja nao ni wenye haki. Ni wateule, ni watakatifu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Lakini je, duniani hao peke yake ndio watakweko? Hapana. Haleluya kanisa. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Bado kuna wengi waliomo katika dunia tunayozungumzia. Ndio maana amesema pale. Tabia ya kondoo. Nasema the king will say to those on his right, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Prepared for you since the creation of the world. Ufalme ulioandaliwa tangia uumbaji wa dunia. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Njooni nyinyi mliobarikiwa. Njooni ninyi mliobarikiwa, maana kuna waliolaaniwa sawa sawa na Danieli 12. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Hao ambao wakumwamini Yesu watakuwa wamesalia kulaaniwa. Laana ya Mungu ingalipo juu ya mwenye dhambi. Wapendwa, ili ulielewe vizuri. Laana ya Mungu ingalipo juu ya mwenye dhambi hata siku anapookoka. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Hukumu yake iko juu yake. Mpaka siku ile anatoka katika maisha yale ya dhambi, anakuja kwa Yesu, ndiye anakuwa mbarikiwa. Tuko pamoja? Amen. Ndiye anakuwa mbarikiwa. Si tumesoma jamani? Then the king will say to those on his right hand, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Chukweni urithi wenu. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu. Njoo. Chukua urithi wenu. Ufalme ambao ulioandaliwa kabla misingi ya ulimwengu. Anasema, naendelea kusema, for I was hungry and you gave me something to eat. Hallelujah. Nilikuwa na njaa mkanipa kitu nikaa. Unaona maneno haya wapendwa? Si rahisi.
si rahisi. Haleluya, haleluya. Mbingu itaingiwa hivi hivi. Hatutatembea maisha ya hivi hivi. Lazima tutiada bidii ya kufanya hayo tuliyoagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ya kutenda mema, kwa sababu tumejua kuna separation iko kati ya kondoo na mbuzi. Haleluya, Amen. Na mbuzi nimekwisha kuambia ni wasio haki. Kondoo ni mwenye haki. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kondoo anasimamia ile haki wa Mungu. Yaani watu wanaotenda matendo yaliyostahili mbele zake Mungu wetu. Haleluya. Amen. Watu wanaoishi maisha ya wokovu, watu wanaoishi maisha ya Roho wa Kristo, watu wanaoishi katika upendo, watu wanaoishi katika wema wa Mungu, watu wanaoishi katika utiifu. Wale ni tabia ya kondoo. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Watu wanaoishi maisha ya generosity, wako generous. Yaani watu ambao wamejitolea katika kukusaidia, kukirimia watu. Haleluya. Amen. Haleluya. Wana ukarimu. Yes. Haleluya. Amen. Wana nini? Ukarimu, roho ya ukarimu. Ndani mwao generosity au generous. Haleluya. Amen. Katika kusaidia, hawana moyo mzito kusaidia mtu. Hawana uzito, hawajifuni, hawajizuii, hawazimi masikio wasisikie hitaji la mtu. Hawakunji mikono yao katika kutenda mema. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pesa iko kwa bank. Pesa iko imelala, ni unajua wengine siku za hawaki kwa bank. Wanaweka manyumbani. Wanalalia. Wengine chimba, wengine wanaweka wapi, wanaficha huko. Sababu nawaambia wengine hawasifuate kwa njia nzuri, maana wakiweka kule wataulizwa, pesa vile imeanza kujaa hivi kwa account unafanya kazi gani? Si miaka miwili umeandikwa kazi na serikali. Hiyo pesa inatoka wapi? Haleluya. Kama sasa wanachimba nyumba, anaweka bagi ya nyumbani chini ya vitanda na mattress, wanaweka huko. Lakini watu wanakufa karibu. Watu wanahangaika hapa karibu. Kwa sababu wema wa Mungu, upendo wa Mungu haupo ndani mwao. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Si kuwemo kanisani, ni kuwa na moyo uliogusika na nguvu ya Mungu. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Ni Kristo ndani yako. Kristo akiwepo ndani, unaweza kufanikisha jambo hili, litakuwa ngumu kwako. Lakini kama Kristo yupo, itakuwa kulima. Tunalalia karatasi. Na next mtu amejenga ghorofa majengo, alafu limeweka electric fence, na ndani kuna mbwa kali wameandika pale mlangoni kibao, mbwa kali huko ndani. Jamaa analala hapo ne? Hapo ukutani ndio ameweka karatasi, anaishi hapo. Tena si siku moja. Jamaa ana wanatoka ibada na familia wanaingia nyumbani, na jamaa anaishi hapa, akanexti kaploti hapa au nyumba kananyesha, amefunga maneno, lakini bado kaendelea kunyesha. Natoka ukiangalia nyumba unamuona hata yuko ndani. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mpaka tufikie hapo. Mpaka tufikie hapa mahali ambapo neno la Kristo Yesu linapotuagiza ili tuweze kuhesabiwa na kusalia kwa wenye haki wa Mungu, kwa sababu hao wenye haki wa Mungu ndio watakao urithi ufalme. Tuko pamoja? Amen. Ni wenye haki watakao urithi ufalme. Hakuna wengine watakao urithi ufalme wa mbinguni, ni wenye haki. Kama tukusoma tutasoma iko hapa. Then the king will say to those who own his right about the kondoo, come you who are present by my father, take your inheritance. The kingdom prepared for you
sees the creation of the world. For I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. Hallelujah. Nilipokuwa na njaa, ulinipa kitu. Alipewa something, alipewa kitu akaa. Mkate, mandazi, chapati, visima, wali. Hallelujah. Ni nini? Alipewa kala huyu, akasaidiwa. Alikuwa na njaa na kiu pia, akanyweshwa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Nasema njooni ninyi uliobarikiwa na baba yangu. Njoo mkarithi, njoo mkachukue urithi wenu. Njoo mchukue nafasi yenu. Njoo mwingine katika nafasi yenu. Ndio Paulo anasema tukiweka bidii, tusichoke, tusilegee, tusiache, kama vile tunavyofanya tuzidishe. Haleluya. Nawaambia Ibrania, ongeza nguvu katika kufanya. Tuko pamoja? Endelea kufanya zaidi kama vile unavyofanya. Usiache, usichoke. Endelea kutenda mema siku zako zote kadri tuko hapa katika uso wa dunia. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana anasema I was a stranger. You invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison. You came to visit me. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Hallelujah. Hiyo kuanzia hapo 34 mpaka 36. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja wapendwa? Amen. Hey. Ajabu sana. Nilikuwa mgeni, kafanya nini? Kanikaribisha. Nilikuwa nahitaji mavazi. Kuna mtu anatembea uchi au anatembea basi ambayo yameraruka, yana matundu akitembea na muona mashimo. Haleluya. Amen. Jamaa nayo anazo nyingi kweli. Zingine hafai, zingine Yesu akambariki zikawa zimepungua, ziko hapo kama display. Anaangalia nguo zake alizoshona 80 huko 70 2000 kula na ziruku pala na ziangalia kwa ile cha kuhani nguo ziko hapa na sukuma. Haleluya. Anafanya nini jamani? Hana roho ya ukarimu, hana moyo wa kutenda mema. Haleluya. Hana upendo wa Yesu ndani mwake, hana huruma ya Yesu ndani mwake. Na hizo tabia zikionekana atafanya limekupungua. Tena si lazima likupungue. Naweza kukuta mtu sasa ndani mmoja mpaka mazi lipungue ndio umbariki umsaidie. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Wengine utangoja lipungue kwa sababu umekutana mtu hana. Inabidi ubariki hiyo unacho. Na tena unajua Biblia inasemaje? Kile kizuri. Haleluya. Kile kizuri. Mungu alimtoa Yesu mwanae wa pekee ampendaye. Ibrahimu alimtoa, ndio Biblia inasema they got a son. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Ibrahimu alimtoa mtoto wa pekee, yani only, ndiye amejaliwa katika miaka ya uzee huyo tu. Yani Mungu anamaanisha nini? Yani kitu ambacho kinakufanya unaishi hali ya uchungu kukitoa. Haleluya. Amen. Lakini ukienda pale na mtungo na ngapi? 20, 15 chukua. Sema nifungie kama 6. Fungie kama 6. 6 itakuwa ngapi? Akakia 6 itakuwa ni kama 80 kama 55. Haleluya. Amen. Haleluya. Unabeba shati kama 6. Sema pendwa, kuna baraka umeletewa hapa. Ile kitu unafikiri ina baraka? Utakuwa na baraka.
Hata wewe mwenyewe ulipoinunua huku hisi chochote. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Yaani uliendea kile cha chini kabisa. Si kwamba uko na pesa, ulikuwa naye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alafu sasa hii ambayo umeiendea chini ya 15 ama ya 10, 15 hizo zinatembelea baada ya 50 ama 100 tembelea hapo. Anasema hii jamii na sio acha 50. Hizi hapa kwa sababu kwanza hapa ni 150, kwanza huko kwingine kutahidi. Ngapi hapa anasema hapa 50 kwa hii. Sasa ongea hapa. Hata ndio hata kocha. Haleluya. Amen. Kutoka ndani ya moyo wako, maana chochote unachokifanya kitoka wapi? Haleluya. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Nilikuwa na njaa, mkaninywesha, mkanirisha. Nilikuwa na kiu, mkaninywesha. Nani yule alikuwa na kiu? Inawezekana kiu ya maji kweli, na tena inawezekana kiu na maneno ya uzima ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa akasema ni maji tu, alikuwa anataka maji. Neno la Kristo ni nini? Upanga ulionolewa mwili inakata kote. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Anaweza kuwa kweli anahitaji mtu maji. Kuna watu maji tu, kuna watu ambao usijua kwa vipi. Sasa tazidi akatuachia matatizo huko. Hatuna haja, tulikuwa naye yameisha. Ndio tunangojea mtu wa maji. Tunasema sema ukweli. Haleluya. Hata sisi tuna hii wiki maji hayajatokea. Hii wiki hatujapata maji. Na yako mitungi stock pale mitatu au hata kama ni moto umestock, mtu ana kiu ya maji hapo. Sisi pia hatuna. Chakula bwana, jua ni kali. Njaa. Hata naweza mkuta alikuwa mezani asukuma huko chini kwa meza. Jamaa anasikia harufu ya sima hapa inanukia, lakini anashinda hii sima iko wapi? Jaribu kusema, jaribu kuongea, jaribu kusema kuna kitu bwana hapa. Sema hapa. Kwa tunafikiria kama tunaweza kuangalia mboga kama utangojea. Sema tangojea na ngojea. Jaribu kujisukuma pole pole baada na ngojea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wengine tabia na wakanga hivyo hivyo. Hawataki nitoke lakini inatoka hivyo hivyo. Si vya baraka. Yaani amelazimishwa kupika, amelazimishwa kuleta chakula. Baada kumwambia ngojea kadani matano nafanya. Jamaa akangojea. Akajaribu kufuta moto pole pole, gesi anapunguza na moto kidogo. Nyumba yuko pala na haraka. Sema sasa inaenda. Sasa anawaambia hata leo sioni kama nina mahali pa kwenda leo. Leo niko home. Haleluya. Haleluya. Naweza kufunza fundisho hapa. Ndio utoya wako wewe utakumaliza tu. Bwana subiri. Anajaribu kufanya pole pole kitu kwa nakata kama dakika 10, tomato nakata kama dakika 5. Anaenda kuleta maji huko ndio anaenda kama dakika 3, anaenda kama anaenda kusaidia huko. Anaenda kufanya pole vitu pole pole kama yule atoka aondoka na hiyo kwa baraka. Amesema mesiti ya mwingine anaongea sima hivi akule ndio aende. Anakasirika mpaka makasiriko anaisha, salamu hawajapiki. Anaileta kwa hivyo ndio kwa meza. Jamaa yeye wewe tupa atakula tu. Njaa. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tunapaswa kutenda mema. Walio na njaa walishwe. Kiko wapi? Usiwape kibaya. Ndio kuna watu wanasema wewe kuna ile chakula tulikuta kwamba iliachwa ile ya si ya jana. Ni nyingine juice. Na mtu amepita hapa mama.
walikuwa naomba chakula kama kuna chakula. Watu si wanapita. Watu bila wagongo. Inapita wengine wako sawa, wengine wanaweza kuwa wako sawa, lakini hali ya mtoto ni nje na mfanya mtu hata kama si kuomba anaomba kabisa. Haleluya. Sasa anapoomba anaanza kusukuma mtu anamwambia ile ya juu tena angalie kama kuna ndio tusahau kutupa ile. Tusahau kutupa jamani. Haleluya. So hivi ingewezekana pikiwe. Hivi ingewezekana toe pesa mfukoni akatume maziwa na mkate. Asante kaa kidogo. Wakishe gesi pala haraka mwambie. Mwambie dakika tu kidogo maana gesi ni fasta. Mwambie kwa tu kidogo. Hata hakuna kitu kiwache tu tutengenezee yako. Wewe tutengenezee yako. Haraka tu amewakisha kilinia hapa, amekimbia ameleta kama nikasukuma mayai chochote kizuri, amlishe vizuri. Mgeni amlishe vizuri. Sasa kusema hata Mungu anajua kuna kitu kiko hapa ndani. Lakini kumbe ni shida yake mwenyewe. Hataki kutengeneza. Hata Mungu anajua kuna kitu. Sasa mtu ataanza kwenda kuchukua saa ngapi? Ni roho ambayo ina ugonjwa. Uchoyo. Hata kama akiko anaweza kutengeneza. Hata kama akiko kama anayo pesa kidogo anaweza kwenda akamchukulia hata chai na mandazi akapatia kumwambia jamani. Sikuwa nimepika chochote na sikuwa nimejiandaa. Shikilia hata hii. Kwa ndani kutoka katika moyo wake. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi kutaonekana tabia ya mwenye haki wa Mungu, maana napaswa kutenda mema siku za maisha yake yote. Kati ya hao walio na njaa, hao walio na kiu. Haleluya. Amen. Tena akipikia akiwa anakula, anazungumzana naye, wajuaje Mungu amemleta anataka kumuingiza wokovuni. Wewe unafukuzia mbali. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Akiketi wala naona mwambia maneno ya Kristo Yesu. Unasema naye mambo ya uzimani. Umeletewa mgeni, umeletewa kondoo, umeletewa aliyekuja, je, Mungu amemtuma nini? Wengine walikaribisha kumbe ni malaika. Sasa hapa ujui ameletwa, ujui kama ni Mungu anafaa kuokoka. Wengine wanasema hakuna kitu hapa. Angalia ndugu zetu wengine huko chini. Bwana kwenda kwa katangulia hapa. Haleluya. Hapa ndio Mungu aliandaa hapa ndio Mungu alifanya nini? Aliandaa, alitoa kwamba na wewe wote kusema angalia huko chini. Ati ndugu na ndugu fulani mgeni amekutimiza sina kitu. Kuna kitu kimebaki hapo. Wewe wengine wakauza vitu wao. Kama nani? Sawa. Walikuza wanja kwamba mimi nipe hiyo kitu wewe tu aliulize nini? Patie. Jina Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Tunapaswa kuwa uangalifu katika yale tunayofanya kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. La sivyo tunaweza tukakosea uyafanya yale ambayo tunayostahili uyafanya. Maana ufalme huu Biblia imesema vizuri. Ufalme huu uliandaliwa na Mungu kwa ajili yetu. Ili Mungu atuoneshe upendo wake kwetu. Haleluya. Hebu soma Wakorintho sura ya 2 mstari wa 9. Wakorintho wa 2. Ufalme huo unaandaliwa kwa ajili si wa pili, wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Mstari wa 9. Ndio. Lakini kama ilivyoandikwa, ndio, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, ndio, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, ndio, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia ambao wamempendao. Yaani wanaoshika sheria zake, wanaolitii neno lake, wanaotenda
mema. Haleluya. Wanaofanya yapasayo wao kutenda mbele zake. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Mambo ambayo sikio wala jicho walichopata kufanya nini? Kuona. Mungu aliyowaahidia kuwabariki nini? Wampendao. Jamani. Wewe hata mimi na wewe hatujayaona. Lakini tumeahidiwa. Haleluya. Amen. Leo hakuna mtu ameyaona. Sikio Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haya tunayosoma hapa yani ni asilimia kidogo sana. Ni kama fununu tunapewa. Haleluya. Acha nitumie hilo jina. Ni kama fununu tunayopewa juu ya mambo yale tunayoyatarajia. Tumeahidiwa na Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Kuyarithi. Lakini ni hao ambao wanaompenda. Si ndio amesema? Lakini kama yasemavyo maandiko matakatifu, mambo jicho alichopata kuyaona, wala sikio kuyasikia, mambo ambayo binadamu hajapata kuyafikiria moyoni mwake hata siku moja, hayo ndio Mungu aliyowatayarishia wale wampendao. Yaani mambo sio yajua, Baba ameandaa kule, ameyatengenezea mahali pale, na kwamba siku hiyo wakati huo unapofika ataturidhisha. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Yaani mazuri kiwango hakuna mtu ambaye anajua. Jamani, mimi natamani siku hiyo unyeshe, jua, kiangazi, baridi, vita, niwe kule. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Sina wewe unawaza vipi? Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Na wewe unawazaje? Au unawaza ubaki? Ufundisho yale ya wale wakobaki. Unajua wale wafundisha mafundisho wala baba kawacho. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kule ndio raha, kule ndio kuzuri. Mwingine akaiba kwa Yesu ni kutamu. Kwa Yesu ni kuzuri, raha iliyo kule. Haya hakuna binadamu ameingia kuiona. Hata wale waliotangulia bado hawajaona jamani. Biblia inasema tutaingizwa pamoja na wao. Wanatungojea. Haleluya. Amen. Ina maana kwamba tufanye hima. Tufanye bidii, juhudi za kutenda mema. Maana tumekwisha kutambulishiwa kwamba Kristo sasa anatamanisha kati ya wenye haki na wasio haki. Kondoo na mbuzi. Yeishi maisha ya kondoo. Nikae katika pendo. Nikae katika wema wa Mungu. Nikae katika ukarimu wa Mungu. Nikae kwa mfadhili. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kwa Kristo hapa duniani. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Amen. Tuko pamoja. Amen. Hebu nisomee Yohana 14 mstari wa 15. Injili ya Yohana. Injili ya Yohana 14:15. Ndio. Mstari wa 15. Ndio. Ukinipenda mtazishika amri zangu. Mtazishika amri zangu. Amen. Haleluya. Amen. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Yaani ndio nyingine nasemaje? Mkinipenda mtafanya nitakayo. Mtafanya nisemayo. Mkinipenda mtafanya ninayoagiza. Haleluya. Amen. Mkinipenda mtafanya yaliyo furaha ya moyo wangu. Mkinipenda mtatenda sawa sawa na vile nitakavyo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu anataka nini? Tutende mema. Haleluya. Amen. Tuwe watiifu. Tuwe wanaopenda watu. Maana hiyo ni tabia ya mwenye haki. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni tabia ya mwenye
haki. Kwa sababu gani? Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Sikia kwa sababu gani? Mstari wa 30. Ndio. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, ndio, na haki na utakatifu na ukombozi. Kwa njia nyingine nasemaje? Kwa muhimu zaidi, Yesu ndiye haki yetu. Kwa pamoja kanisa. Amen. Yesu ndiye haki yetu. Jesus is our righteousness. Kwa pamoja kanisa. Jesus is our righteousness. Yeye ni haki yetu. Nikatangulia kusema Yesu akiwepo ndani unakuwa generous. Hallelujah. Akiwepo ndani unakuwa mtu ambaye ni mkarimu. Akiwepo ndani unakuwa ni mtu ambaye unajali wengine, unahurumia wengine, unakumbuka wengine, unaombea wengine, unatembelea wengine hao wale wagonjwa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Na hata kuangalia katika hali ya maisha yao kama jinsi ambavyo wanavyoendelea. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Kwa sababu haya ni mambo muhimu sana katika maisha yetu. Ndio maana Yesu akasema maneno haya ambayo yanazungumzia kwamba lazima tukaweze kuwa wakarimu, lazima tukaweze kuwa watu wa huruma. Compassion. Tuwe na compassion. Hallelujah. Amen. Ndani mwetu. Na pia tuwe generous katika maisha yetu, ambao ni ukarimu na huruma. Tuwe watu wa kuhurumia, tuwe watu wa karimu, na hata kindness. Hallelujah. Ambao ni kufadhili wengine, si fadhili ile ya wazungu. Hallelujah. Ndio watu wa kufadhili ile ya wazungu. Hallelujah. Amen. Ndio walipata ufadhili. Tunamfadhili ambaye ni Kristo Yesu. Hallelujah. Amina. Yesu Kristo ibarikiwe. Amen. Nasema hatutapata mfadhili Bwana. Tunaye mfadhili tayari. Mbali nani? Ni Kristo Yesu. Ndio mfadhili wetu. Maana ametufundisha na sisi pia kuwafadhili wengine. Kuwafadhili wengine. Kwa njia hiyo kuwatendea mema, kuwasaidia, kuwaombea wengine wagonjwa, watembelee, tuombe na wao, tusome neno na wao, tuwasumzishe maneno ya kuwafanya nini? Ya kujihisi kwamba hata kama kuna udhaifu bado Yesu anashughulikia hali yao. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwamba Yesu anatukuzwa bado. Kwamba Yesu bado yumpenzini, anaendelea kuwakumbuka na atawasaidia katika hali walioko ndani. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Maana hayo ndio tunapaswa kuyafanya. Tuko pamoja. Nataka tusome mstari michache ili tumalizie na hao wengine. Nisomee kwa haraka Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Yohana Injili 10:27. Kwa haraka tu. Tuangalie hizo tabia zinazozungumziwa pale. Yohana 10 mstari wa 27. Ndio. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nawajua. Nao wanifuata. Kondoo wake wasikia nini? Sauti yake. Kondoo wake wasikia nini? Sauti yake. Wasikia sauti yake. Kondoo wake wanasikia sauti ya Mungu. Kondoo wake wanasikia sauti yake. Kwa sababu anamaanisha nini? Anasema watu wake wanatii, obedient and submissive. Jina la Yesu Kristo. Wake watiifu, watu ambao wanafanya nini? Wanamsikia. Watu ambao wanamsikia tena. Hallelujah. Amen. Pia anasema ni watu ambao wanamsikia. Ukisoma hiyo 4, ukisoma 4, usikia anasema hiyo mstari wa 4. Mstari wa 4. Naye awatoapo nje kondoo wake wote. Kuwatangulia. Na wale kondoo humfuata. Kwa maana waijua sauti yake. Wale kondoo wanasikiliza sauti ya mchungaji wao. The reason, sauti ya mchungaji wao. The voice of the shepherd. Hallelujah. Amen. Anajua, hawezi kuisahau
Tuko pamoja. Amen. Tuko pamoja. Amen. Wanasikiliza. Hiyo ni tabia yao. Kwanza ni watiifu, tena ni wasikilifu ambao wanasikiliza sauti ya mchungaji wao, tena umfuata mchungaji wao. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Amen. Tena ni watu ambao wana moyo wa huruma, tena ni watu ambao wana moyo wa ufadhili katika maisha yao. Hii ambayo tumesoma hapo katika 35 hiyo Mathayo tumesoma. Angalia hapo, wana moyo wa huruma, tena wana moyo wa ufadhili katika maisha yao. Hebu hiyo Mathayo tunapoelekea mwisho 25 35 36 ndiko linasema hivi. Ndio. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha. 36. Ndio. Nalikuwa uchi, mkanivika. Nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkanijia. Haleluya. Amen. Mambo mangapi hayo? Mambo 6 ambayo anasema: ulisha walio na njaa, wapa maji walio na kiu, wakaribisha wageni, wafika hao walio uchi, si ndio? Watunza wagonjwa na pia kuwatembelea walio magerezani. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Maneno mangapi? 6. Ulisha walio na njaa, yaani inamaanisha kuwapa chakula chako wahitaji, wapa walio na kiu wakunywe. Haleluya. Amen. Kila ambacho wanachohitaji, kama ni maji kweli wanahitaji katika maisha yao, nashughulikia kuwakaribisha wageni au kuonesha moyo ukaribishaji. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Hiyo ni 3. Ya 4 anasema wafinika au kufika mavazi hao walio uchi. Njia nyingine ni ya kupeana mavazi kwa hao wasio nayo. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Najua wengine wameruka sana vya rohoni. Wakaviacha vya mwilini. Wameruka sana ati kufinika vazi letu ni Kristo. No. Kabla hatujafika rohoni, Yesu hakumaanisha vya rohoni hivi. Haleluya. Haya Yesu alikuwa anasema si ya rohoni jamani, mtu asije akachukua vibaya. Haya si ya rohoni. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Hizi ni tabia, physical behavior or character. Yesu alikuwa anazizungumzia katika maisha ya wanadamu, vile walivyoishi, vile walivyotenda, ya physical. Uko pamoja? Amen. They are not spiritual, they are physical. So mtu asiye akasema vile vya rohoni. Yesu alikuwa anasema wafinikwe mavazi ya wapi? Vazi letu ni Kristo. Haleluya. Amen. Ati walikuwa na kiu, ile Yesu anasema katika Isaya. Kama kuna mtu ana kiu aje bila fedha akunywe. Sio hiyo. Haleluya. Haleluya. Amen. Don't misquote the verse vibaya. Haleluya. Amen. Somo lile lilivyo. Tena akasema kuwatunza wagonjwa, kumaanisha kuwatembelea na hata kuweza kuwashughulikia katika hali walio nayo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Na 6 akasema kuwatembelea waliofungwa magerezani, na hata wengine hapa sasa inaweza kuwa amefungwa kweli na dhambi, wako nyumbani. Maana tuna physical, si spiritual, tuna physical. Haleluya. Tunawatembelea katika nyumbani mwao, tunaenda pale, tunashare na wao, tunaomba na wao physical, kama vile tutakavyoendelea kupendea wale walio magerezani, waliofungwa. Wengine namtaka Yesu alizakule. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. So tunaenda physical. Hii tabia ni muhimu sana. Usione Yesu alisema hapa bila sababu. Alinena hapa ikiwa na nguvu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu alisema ikiwa na nini? Na maana kubwa.
Sababu matendo yake yanadhihirisha kabisa jinsi ambavyo Yesu alivyoweza kuwahudumia watu na vile ambavyo aliweza kuwashughulikia watu wengi katika njia ambayo aliweza kusema na wao. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Hebu nisomee Zaburi 37:21. Tuangalie pia na hao wenye dhambi pia wasio haki tunapomalizia. 37:21. Ndio. Asiye haki hukopa wala hadithi. Jamaa. Kumaanisha wala hukopa waliteserekeshe. Tabia ya haki ya Mungu inafanya nini? Inakosekana. Haleluya. Amen. Inakosekana. Asiye haki hukopa asifanye nini? Asiregeshe. So inapaswa afanye nini? Aregeshe au alipe. Hata kama ni kidogo kidogo, aregeshe. Maana akikuwa chake. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anapaswa kufanya nini? Kulipa. Lakini kwa kukosa kuwa na moyo wa haki, kuwa na moyo wa ukarimu katika maisha yake, uzito huwezi kuwepo ndani mwake. Kama angekuwa na moyo wa ukarimu na moyo wa haki ya Kristo, anaweza kufanya tuwezaje kurejesha kile ambacho nilichokitoa kwa ndugu au kwa yule mtu ambaye niliyechukua kitu chake. Haleluya. Ndani mwake baada anasikia kwamba kuna kitu kinamzungumzia kwamba ni vyema akaweze kuhakikisha kulishughulikia ile jambo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Kwa sisi tunapaswa kuwa watu tulio na hali ya ufadhili na njia ya ukarimu kwa ndugu zetu. Haleluya. Kwa ndugu zetu. Ni kwa sababu gani? Kusoma 40 mstari wa 40 hiyo Mathayo. Hiyo Mathayo. Haikuisha. Ndio Zaburi. Ndio. Bali mwenye haki hufadhili. Ukirimu. Ndugu aliye katika haki ya Mungu yeye ni fadhili na ukirimu. Ni mkarimu, mtu ambaye wa ukarimu na moyo wa ukarimu ndani mwake. Sio kama hawa watu ni wawili tofauti sana. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Tusome mstari wa 40 Mathayo 25 mstari wa 40. Sikia vile Biblia inasema pale. Mstari wa 40. Nasemaje? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini ninawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu, ndio walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa chochote unachokifanya kwa moyo wa ukarimu, kwa moyo wa ufadhili, unamfanyia nani? Yesu. Unamfanyia Yesu. Si yule ambaye unamsaidia. Ukimwangalia utahesabu. Hesabu na ngapi amefanya? Huu mwezi ile tarehe 15. Tarehe moja kwanza. Tena tarehe 3. Wiki tu ilipita. Akihesabu anaendelea vidole vinaendelea kupanda. Kwani hii wiki yani mara 7, 8. Nimesaidia kama mara 8. Na karo kingine kana mwingine hii pesa ungekuwa unawekeza. Ungewekeza ile 200, ile 100, ile 50. Unajua sasa ungekuwa na kai kabondani. Ile roho chafu. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Sasa jiulize, mahali umewekeza na kule ungewekeza, hapa ungekula credit. Ndio naomba, tunaomba 500. Basi utatuma. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Utatuma. Mwingine atakuta ndugu, tamani na kuomba nisaidie 300 tu peke yake. Kana umeweka. Najua hata kosa kupata niende ya kutoka mpaka kaishi. Lakini ungekaweka kwa Yesu, kuna vitu ambavyo angekushikilia. Alisema si mdhalimu, kumbuka neno lake usisahau.
Haleluya. Yes, si mdhalimu aseme kitu ambacho hawezi fanya. Hayuko hivyo, si kweli. Alisemaye hivyo ndivyo amesimama. Yeye ni kweli siku zote za maisha yake. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. So yeye ambaye ukifanya kwa ajili yake, naye anasimama kwa ajili yako. Wanapokitoa kwa ajili yake, naye pia anasimama kuangalia. Baada nafasi aliyosimama, wewe mwenyewe unataka kusimama. Ili uoneshe ukuu wako. Unataka Mungu jionyeshe, atajionyesha vipi kamani? Haleluya. Mungu jionyesha hapa, asema yaani yeye wewe umefunga macho. Ukae kipofu, yeye ajione. Mungu jionyesha hapa. Usimfanye Mungu kama kipofu. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Amesema simama katika nafasi yako, usichoke, usilegee. Usikufe moyo kufanikisha hiyo waidi wewe, na yeye hatakosa kufanya sehemu yake. Ni mwaminifu sana, atasimama katika sehemu yake. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Kwa sababu gani? Pale unapojitoa kufanya, ulikuwa unasimamia udogo wake. Haleluya. Amen. Udogo wa sababu ni mimi ulikuwa unafanyia. Kwa Yesu ulikuwa wapi wewe? Sisi tulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Hakuna mtu aliona huku wahi kuja, bali ulikuja duniani tena ulienda. Haleluya. Baada hiyo ilikuwa mtu anakuwa confused sasa kwa Yesu alitalii. Tulikuwa tunaonana tu na wanadamu. Yesu akasema wale wadogo zangu wale ulikosa kuwatendea, ulikosa kunifanyia. Wale wadogo zangu uliowatendea, ulinitendea mimi. Kwa chochote unachokifanya kwa ajili ya mtu wa Mungu au kwa ajili ya watoto wa Mungu, unafanyia Yesu. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Chochote unachosaidia ndugu yako, wazazi, yeyote yule kwa ajili ya Kristo, unasimama nafasi pale. Yesu akuweka. Mordekai akaambia Esther, watu waje wewe. Watu waje. Umewekwa kwa kipindi hiki. Haleluya. Amen. Watu waje umewekwa kwa kipindi hiki. Kwa wakati kama huu ili utusaidie. Lakini hata kama hautataka kutusaidia, jua kwamba Mungu atafanya njia usaidiwe, lakini hata na wewe utakuwa salama. Yesu aliposikia akasema hapana. Kaambia nenda basi ukafunge, maana alijua kwamba anayafanya ni kwa ajili ya nani? Ya Kristo Yesu. Anasimama kwa pengo, anasimama kwa nafasi ambayo anahitajika kusimama hivi kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Tuko pamoja. Amen. Tuko pamoja wapendwa. Amen. Tuko pamoja. Amen. Yesu anatuambia hata katika hali ya dhiki, hata katika maumivu, hata katika shida na yoyote yale tunayoweza kuyapitia, bali usisahau kutenda mema. Usisahau kutenda mema. Usisahau kutenda mema. Maana kwa wakati ukifikia, sisi tutafanya nini? Tuko pamoja kanisa. Sehemu yetu ni ya kutenda. Sehemu yetu ni ya kutenda mema. Mema kama tupasayo watoto wako. Hebu nisomee 9 Matendo tunapomalizia. Matendo 9 mstari wa 4. Matendo 9 mstari wa 4. 9 mstari wa 4. Ndio. Akaanguka chini. Akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli. Sauli, Sauli. Mbona waniudhi? Why persecute me? Mbona waniudhi? Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Lakini alikuwa anawaudhi ni akina nani? Sauli alikuwa anawaudhi akina nani? Mitume. Watu wa Mungu ambao walikuwa wameokoka. Korintho,
sehemu tofauti. Watakatifu hapa walikuwa wameokolewa. Kanisa hili la kwanza, haleluya, alikuwa akiwaburuta, akiwatia magerezani, akiwatandika, akiwachapa, wakitendewa unyama katika kipindi hicho. Yesu alipokutana naye, alipomfanya kwa kipofu, akienda Damascus, kitu Yesu alimuuliza, sauti iliyomuita, Sauli, Sauli, why persecute me? Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa nini unaniudhi? Sauli akashindwa, wewe ni nani unasema anakuudhi? Akamwambia, mimi ni Yesu. Tuko pamoja? Na kisha akamwambia analitesa kanisa lake. Wana watesa watu wake. Maana watu wa Mungu wanapoumizwa, Mungu anafanya nini? Umizwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Wanapowatusi watu wa Mungu, wanamtusi. Wanapowadharau wana wa Mungu, wanamdharau mwenyewe. Haleluya. Si kwamba ni hawa wanamdharau mwenyewe. Ndio Musa, ndio kipindi kile Samueli akaambiwa, si wewe wamekukataa Samueli, ni mimi wamenikataa. Kwa sababu wewe ni wa Mungu, wanapokukataa alichopewa, wanamkataa aliyetumana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja wapendwa? Kwa hivyo walikuwa katika vipindi vile wanaonesha kabisa kwamba mateso yale, dhiki zile na mengi mabaya yaliyotendwa juu ya watu wa Mungu yalitendwa kwa sababu walikuwa wamtaki Mungu. Haleluya. So na sasa hivi wakati unapokosa kumtendea mwenye haki wa Mungu uzuri au wema, unakosa kumtendea Mungu mema. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Haleluya. Unakosa kumtendea Mungu mema. Ukitendea mmoja wa hao wapungukiwa mema, umemtendea Yesu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa maana katika mema aliyotenda Dorcas, Biblia inasema hata baada ya kufa kwake Petro alienda kuitwa, maana alikuwa karibu sehemu za Yoba kule. Kaitwa akaambiwa, Lydia, Dorcas ameaga dunia. Kwa alikuwa akitenda mtu mkarimu sana. Haleluya. Alipoletwa Petro alifanya nini? Aliweza kufufua na akarejeshewa uzima wake. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa yatupasa na sisi tuhakikishe tuendelee kukaa katika moyo wa huruma, moyo wa ukarimu, moyo wa kusaidia wengine katika hali zote za mahitaji ambayo wanakuwa nayo kwa neema ile tumejaliwa na Yesu. Maana tunajua hilo ndilo tutasaidia tukaweze na ule moto. Haleluya. Haleluya. Kisoma katika kitabu kile cha Mathayo, tumalizia hapo, sura yake ni ya 3 mstari wa 12. Tumalizia hilo neno. Mathayo sura ya 3 ndio mstari wa 12. Ndio. Ambaye pepeto lake liko mkononi mwake, naye atausafisha sana wanawake, na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Haleluya. Makapi yatateketezwa kwa moto usiozimika. Makapi ni hao wasio haki. Makapi ni hao mbuzi. Makapi ni wenye dhambi. Makapi ni ambao wasio kuwa wamemwamini Kristo wakati wa kuja kwake. Haleluya.
Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Baba, yatupasa tuweze kuwa makini ili tujue sehemu yetu, maana saa inakuja ya kutawanyisha kondoo na mbuzi. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Wanaotenda mema na wanaotenda mabaya, wenye haki na wasio haki, wenye upendo na wasio na upendo, wanaokirimu wengine na wasio kirimu wengine, wenye huruma na wasio na huruma, wenye upendo na wasio na upendo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Hiyo saa inakuja mbele yetu. Yesu atusaidie tuweze kusimama vizuri katika nafasi tuliyopewa, na neema ya Kristo ikapata kutosha. Naamini kwamba kwa mapenzi yake atatusaidia tuweze kuona ule uzima ambao tumeandaliwa. Kwa hivyo baki kuwa kondoo, bali usiweze kulegea na kurudi nyuma ukakosa kufikia yale ambayo tumeahidiwa na Yesu wakati anapofunuliwa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Ishini maisha ya kondoo, ishini maisha ya mwenye haki wa Mungu siku zilizosalia katika uso wa dunia. Amina. Amen. Simama kwa miguu yako.